mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Hassan Athumani Mpogo. Huyu mtuhumiwa ana miaka 46, kazi yake ni mvuvi kule Somanga katika wilaya ya Kilwa. Huyu mtuhumiwa tumemkamata kufuatia kumuua dada mmoja ambaye anaitwa Aisha Isa Mkimbizi. Huyu ana miaka 41, mjasiriamali wa biashara za samaki na dagaa pale Somanga. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 12 asubuhi, huyu dada ambaye sasa ni marehemu alitoka kwake pale Somanga kuelekea baharini kwa ajili ya biashara zake za samaki. Akiwa njiani alivamiwa na huyu mtuhumiwa Hassan ambaye alimkata mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake na hata kwenye mikono yote miwili na kupelekea kuvunjika mkono wa kushoto, na hali hiyo ya kukatwa mapanga ilisababisha huyu dada afariki wakati anakimbizwa katika kituo chetu cha afya pale Somanga. Alipotenda hili tukio alikimbia, lakini baada ya kupata taarifa, jeshi la polisi tuliingia kazini haraka, tukamfuatilia na tukamkamata na tuko naye kwenye mahojiano. Huyu bwana Hassan Athumani Mpogo anasema amemuua huyu dada Aisha kutokana na imani za kishirikina, kwamba anamroga, hali iliyopelekea yeye Hassan ishiwa nguvu za kiume. Baadaye, baada ya kupata hiyo taarifa, tukafuatilia tena nani huyo mganga aliyekuambia kwamba huyu dada anakuroga. Akatutajia bwana mmoja anaitwa Haji Saidi Nguvunze. Huyu Nguvunze ana miaka 46, lakini pia pamoja na ukulima ni mganga wa kienyeji. Baada ya taarifa hizo tukafuatilia naye tukamkamata. Tuko naye na kwenye mahojiano amekiri kwamba yeye ndiye alimwambia mtuhumiwa kwamba yule dada ndiye anamroga na kupelekea kukosa nguvu za kiume. Ya jeshi la polisi mkoa wa Lindi, taratibu za kisheria zinakamilishwa ili tuwafikishe kwenye vyombo vingine vya sheria. Mimi natoa wito kwa wananchi wetu kwamba kama unahisi unaumwa ugonjwa wowote ule, serikali imejenga miundombinu ya hospitali, tena mpaka za rufaa tunazo kanda ya kusini, na hospitali zetu za mikoa ziko vizuri, hospitali za wilaya, vituo vya afya. Tutumie miundombinu hiyo kwa ajili ya kupeleka shida zetu za kiafya, kuliko kwenda kwa waganga wapiga ramli ambao wanasababisha na waumiza raia na wananchi.